Karibu msikilizaji katika kituo hichi, niweze kuhakikisha kwamba nimepata kukutaarifu na kukujengea taswira ya yale ambayo yanaweza kutokea katika taifa la Tanzania, ili tuhakikishe kwamba tunapata kuelewa na tunapata kujifahamisha kuhusu yale ambayo yanaendelea. Sasa msikilizaji, leo ni siku ya tarehe 9 Februari mwaka 2029 ambayo ni siku rasmi ambayo kulikuwa na mwendelezo wa kesi ya Tundu Lissu ya uhaini. Na msikilizaji, kesi hii naomba nikupatie machache ambayo yaliweza kutokea pale. Kwa ufupi niweza kukujengea taswira na kukupatia kuelewa kwa kiundani kile ambacho kiliweza kushuhudiwa pale na ilivyokuwa katika mahakama pale, na bila shaka msikilizaji kuona kile ambacho kitakachoweza kutokea ama maamuzi yatakayoweza kupeanwa na majaji wanaosikiliza kesi ile. Msikilizaji, nimefanya tathmini ya majibu aliyoweza kuyapeana Tundu Lissu na maswali aliyoweza kuulizwa bila shaka na wawakili wa serikali waliweza kuwasilisha kesi hii. Sasa kuna kipande ambacho majaji waliweza kumpatia Tundu Lissu kujibu. Naomba nikupatie kwa utaratibu ili tuweze kupata kuelewa kile ambacho kiliweza kushuhudiwa hapa. Kuna kitu kinasoma hivi: naomba nimalizie kwa upande wetu wa serikali na tumwachie mwenzetu aweze kujibu na kuwasilisha rejoinder yake. Jaji anawauliza, mmemaliza upande wa mashtaka? Wanajibu wamemaliza. Haya, sasa majibu aliweza kupeana Mheshimiwa Tundu Lissu ni kama haya. Cha kwanza aliweza kujiandaa kufanya rejoinder, akasimama pale na kuwashukuru majaji, kisha akasema hivi: nimesikiliza hoja za majibu ya mawakili wa serikali na nitajibu kama zilivyoletwa na wakili wa serikali. Hoja ya kuhusu kizimba maalumu cha mashahidi, swali ninalouliza ni je, hicho kizimba kinaendana na matakwa ya sheria? Kiwa unafuatilia msikilizaji kesi hii unaweza kunielewa bila shaka kile ambacho anaweza kusema hapa. Lakini pia akaendelea na kufafanua kifungu cha sheria, akasema kwamba sheria inasema kizimba ni eneo ambalo sisi wengine haturuhusiwi kumuona shahidi, ila nyie majaji pia mnayo macho ya kuona. Upo msemo wa Kilatini unaosema res ipsa liquatur, maana yake mambo yanajisema yenyewe kama yalivyo. Kisha akaendelea akasema hivyo hicho sio kizimba cha mashahidi kwa mujibu wa kanuni. Huyo shahidi haonekani na mahakama, kwa hiyo hahitaji maneno mengi, na hizo sio kizimba lilichomzungumzwa na sheria. Jambo lingine ni kwamba je, mahakama iliyotoa ulinzi wa mashahidi ilijumuisha na kizimba hicho? Jibu lake Tundu Lissu likawa ruling ya Jaji Mtembwa walisema ilindwe kwa kutumia kizimba, haikusema hayo yote. Waheshimiwa majaji, wakili wa serikali amerudia kifungu cha 6C za ulinzi wa mashahidi kwamba mahakama inaweza kueleza utaratibu wa kutumika na kutumia kizimba cha mashahidi. Sasa DPP lazima aombe namna gani anataka kulinda mashahidi. DPP hakuomba namna ya kulinda mashahidi kwa kutumia kizimba cha mashahidi. Walichoomba ni majina yasionekane na vingine, na jaji aliwapa walichokitaka. Haya ya vizimba yametokea hapa, hawawezi kupewa ambacho hawakuomba. Pia kanuni ya 5 kipande cha kwanza inasema amri ya ulinzi inatolewa kwa shahidi ambaye amebainishwa, na sasa kama shahidi hajabainishwa
Kwa lolote, mahakama inajuaje anayepaswa kulindwa ni nani? Sikilizaji, ni argument tu ya Mheshimiwa Tundu Lissu pale. Akaendelea kusema kwamba hawakubainisha majina kwa mahakama, wakapata amri hiyo ya uongo na leo hawaonekani hapa mahakamani. Watatoaje ushahidi wa watu wasiojulikana? Hivyo mnachoombwa hapa ni kwamba kwenye kesi ya uhaini ambayo adhabu yake ni kifo, hamfahamu, hamuoni isipokuwa kwao na wao wanaita hiyo haki. Nilisema kwenye hoja yangu ya msingi na haijaijibiwa, na utaratibu huo ni wa Star Chamber Court karne ya 16, ndio wanataka Mahakama Kuu ya Tanzania zitumie utaratibu wa giza au kwenye kesi yoyote ile nyingine. Justice must be seen and done. Mambo ya gizani hayo ni haki, gizani sio haki. Anaendelea Tundu Lissu akisema, huyu wakili wa serikali anasema mahakama ifanye kunradhi msikilizaji, nipate kurejelea kipande hichi. Huyu wakili wa serikali anasema mahakama ifanye rejea kwenye uamuzi wa Jaji Mtembwa. Nina majibu mawili hapo. Hoja ya kwanza, hoja yangu inalenga kulinda integrity na ya uamuzi wa Jaji Mtembwa. Wapewe majina ya bandia na maelezo yao yasitolewe kwenye nyaraka. Tukiruhusu mambo ya kizimba ambayo hayakusemwa na Jaji Mtembwa, ndio tunataka kuyarekebisha. Na pili akasema, kwani ni kosa gani kubadilisha uamuzi wa Jaji Mtembwa iwapo kuna sababu za msingi za kubadilisha? Kanuni ya 8 inasema amri ya ulinzi inaweza kufutwa, kubadilishwa na mahakama kwa utashi wake au kufuatia kuna mabadiliko ya hali fulani toka kwa amri tolewa. Mheshimiwa huyu akaendelea kusema kwamba hakuna aliyekuwa anajua mambo yote haya, tumekuja kuyajua hapa, na kwa vile tumeyajua leo, kwa mujibu wa kanuni ya 8 inasema yanawezekana kutokea mambo yakabadilishwa, hali basi atoe ushahidi wake hapo kizimbani tumuone wote. Narudia tena, amri ya Jaji Mtembwa haijataja kizimba, lakini pia hakutajwa huyo. Jambo lingine ni kwamba amri ya ulinzi zipo 16 kwenye kanuni, na wao waliomba amri ya 4 tu. Sasa Katunga ametuambia mahakama inaweza tu kuongeza hizo amri za ulinzi wa mashahidi kwa kadri itakavyoona. Hiyo haitakuwa mahakama sasa kama ikifanya hivyo. Kipande cha 116 itaendelea ataweza kuendelesha kipande hicho cha 116 kwenye ripoti yake itakayoweza kufuata msikilizaji. Lakini sasa kipande hicho nilichoweza kukusomea msikilizaji ndio taswira kamili ya kile ambacho kiliweza kushuhudiwa katika mahakama siku ya leo, baadhi yake yakiwa maswali na majibu yaliweza kutoka kwa mawakili wa serikali, lakini pia kupata majibu kutoka kwa Mheshimiwa Tundu Lissu na kuweza kuelekeza ipasavyo. Sasa tathmini ninaweza kuipata hapa msikilizaji. Bila shaka mawakili wa serikali hawakutokea siku leo katika eneo la mahakama, na ilikuwa ni siku ya Tundu Lissu bila shaka kujibu maswali yaliyoweza kuyauliza katika kikao cha awali, na bila shaka amepata kujibu maswali yale fika kwa njia ambayo inaweza kumconvince Jaji Mtembwa kuweza kumwachia, kwa sababu bila shaka alivyoweza kuyajibu yale maswali unaweza kuona kwamba hakuna kiini kabisa kinaweza kumfunga ama kuonyesha kwamba ameweza kuyatekeleza makosa yoyote pale. Kwa hivyo msikilizaji, bila shaka kuhusu kesi ya Tundu Lissu inaonekana kwamba kuna ushindi pale, kwa sababu hamna ushahidi wa kutosha kutokana kwa upande wa serikali. Pengine ndio maana mawakili wa serikali hawajaweza kutokea siku ya leo, ama kwa sababu za kuendelea kutafuta ushahidi wa kutosha ili kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kumfunga.
Bila shaka msikilizaji, niendeleeni kukukaribisha katika kituo chetu, endeleeni kupiga subscription, endeleeni kutufuatilia kwa faida ya kupata yale ambayo yanaweza kutokea.